Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Mungu ndiye ajuaye njia yake, naye anajua mahali pake. Kwa nini uharibifu unasema? Kwa nini uharibifu unaongea? Uharibifu ni roho ya mauti inayotumwa kwa mtu, inayotumwa kwa kanisa, inayotumwa kwenye familia. Kazi yake kubwa hii roho ya mauti ni kuua vitu kabla ya wakati wake Mungu aliyokusudia. Hiyo ndiyo kazi ya mauti. Mauti inasikia. Mauti inaweza kuzungumza. Ndio maana siku moja tulipokuwa tunamwombea mgonjwa ambaye roho ya mauti ilimkamata, tulipoiamuru ile mauti imwachie yule mtu alifunguliwa na kupokea uzima. Hiyo inakuonyesha ya kwamba mauti inasikia sauti ya Mungu. Mauti unaweza ukaiamuru ikatoka. Maana mauti ni roho kutoka kuzimu. Kazi yake kubwa ni kuharibu vitu vya kimungu ndani ya mtu. Hiyo ndiyo kazi yake kubwa. Tukishamwona huyu mama ni mwimbaji, vikao wanaanza kukaa kwenye ulimwengu wa roho. Tutawezaje kumdhibiti huyu mama? Huyu mama mbele atakuwa ni hatari. Huyu mama mbele itakuwa ni tishio. Kwa hivyo vikao vinapangwa. Mauti inafanya kazi pamoja na washirika wake, pamoja na waganga wa kienyeji, pamoja na wasiokupenda, pamoja na wale wanaokuchukia. Wanatengeneza vikao kwenye ulimwengu wa roho. Wanasema tuitume roho ya mauti kuharibu kile kipawa ndani ya yule dada. Hiyo ndio kazi ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Ufunuo inaeleza pia. Anasema niliona mauti iliyopanda farasi. Bwana asifiwe sana. Kumbe mauti inaweza kupanda hata farasi. Unashangaa kabisa, ndio nimeokoka na mpenda Mungu, lakini haya kwa nini yanatokea? Lakini kumbe walifanya mipango kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba wanajua kabisa hatima yako Mungu aliyokupangia, lakini wanatengeneza mipango miovu. Ile siku ya Jumatano nilitoa ushuhuda hapa, nilikwambia jinsi ambavyo shetani alitengeneza mpango ili kuharibu maisha yangu. Na wakati huo sikujua kama nitakuwa mchungaji. Lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho taarifa zilishafika kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba huyu mtu tumdhibiti mapema, maana mbele anakuelekea itakuwa ni tishio kwenye ulimwengu wa roho. Godoni kalipuka, moto ukawaka, lakini ile ilikuwa ni chokochoko kwa sababu madhara yake yalikuwa makubwa. Jumatano nikasema kumbe nilikuwa natafutwa ili nisiweze kufikia kwenye kusudi la Mungu. Lakini leo tumegundua ya kwamba mauti tutaiamuru iondoke. Mauti haitakaa katikati yetu, maana Yesu alidhihirishwa, alishinda kifo na mauti. Roho ya mauti. Sasa mauti ni nini? Mauti ni roho ya kifo inayopangwa na wasiokupenda, inayopangwa na upande wa pili. Kifo cha kimwili au kifo cha kiroho. Unaweza kuuliwa kimwili na unaweza kuuliwa kiroho. Biblia inaandika, inasema ya kwamba wana hali ya kuwa hai lakini wamekufa. Inaonekana wako hai lakini wamekufa. Kwa nje wanaonekana wako hai lakini ndani yao wamekufa. Wamekufa kwa sababu adui aliwawahi, akaua kile kilicho cha kimungu ndani yao, wakaachwa watupu. Kwenye Ufunuo inaandika, unalo jina lililo hai lakini umekufa.
Tunakuona mama fulani, lakini umekufa ndani yako. Watu wengi Mungu alikuwa ameweka mambo makubwa ndani yao, lakini adui waliua kila kipawa ndani ya watu. Siku ya Jumatano wakati tunazungumza namna hiyo, wakati tunafanya maombi, mapepo yalianza kuzirika hapa yenyewe. Tukaona kumbe wamo bado wamewashikilia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi yao kubwa ni kutega mitego. Tutaharibu ndoa yake. Si anataka kuwa mchungaji? Tunaharibu ndoa. Tuone kama atakuwa mchungaji. Tunakamata watoto wake wa kinyume chake, akose amani, asiwe na furaha. Tutampandikizia magonjwa ndani yake, ashindwe kuifanya kazi ya Mungu. Tutaharibu uchumi wake, akose amani, asiwe na furaha kwenye maisha yake, ashindwe kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatengeneza kifo, afe kabisa, apate ajali. Wako watumishi wa Mungu wanampenda Mungu, lakini ilifika mahali wakapata ajali wakafa. Wataka nikwambia kwamba haukuwa mpango wa Mungu. Kuna wakati mambo yanafanyika sio mpango wa Mungu, bali ni kutoka kwa yule mwovu. Ndio maana tusimame mbele za Bwana, tukatae sawa sawa na neno la Bwana. Anasema ya kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Unajiuliza, familia yetu haina chochote. Kwenye familia mimi ndio baba, mimi ndio mama, najitahidi kusurvive na shindwa, lakini adui anafanya maangamizi kule ili wewe ushindwe kusurvive. Wale kwa sababu hawana Mungu na wewe umeshindwa kuwaombea, Mungu anasababisha hasara kule. Wanajua atahusika tu huyu atahusika. Tukisababisha hasara upande wa pili, tunajua yeye ana kazi, ana ajira. Ule mshahara utakuwa unafanya kazi ya kuhudumia familia na wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana lazima tuombe familia zetu. Lazima tusimame tuombe kwa ajili ya nyumba zetu na watoto wetu, kwa ajili ya mjomba na shangazi. Maana mjomba akifa, wanasema pelekeni kwa mjomba wake Arusha. Umeelewa? Unang'ang'ana maisha yako Januari, Disemba kusaidia ndugu. Kafa na ajali, mpelekeni Arusha. Shule hatuna kitu, tumaada watoto waende shule. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaposema tumeokoka, sisi ambao tumechaguliwa na Bwana, sisi ambao tunamjua Bwana, lazima tusimame pamoja na ndugu zetu ili waweze kumjua Mungu. Tuikemee roho ya mauti, iachie watoto wetu, iachie familia zetu, imwachie mjomba wangu, imwachie mama mdogo, imwachie shangazi. Maana shangazi akiwa huru na mimi nitakuwa huru. Mimi ndio nabeba mzigo, simu zote ni kwangu. Kila kitu piga Arusha. Leo ninasimama sema Bwana, mbele za Bwana, ewe roho ya mauti, achia watu wa nyumbani kwetu. Haleluya. Punga haleluya. Ninapozungumza hivi, kuna watu mioni mwao wanasema ndio, simu zote ni kwangu. Mimi nimekuwa kichwa cha familia. Mimi nimekuwa baba wa ukoo au mama wa ukoo. Mpaka unasema jamani, sasa nitaweza kweli kuwasaidia watu wote hawa? Jamani, siwezi. Hata mimi pia na majukumu yangu, nitafanyaje? Wakati mwingine unakaa kimya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini najua neno moja tu, mimi ni nuru. Nuru ikiingia kwenye ile giza, mwanga utatokea kule. Ndio maana Bwana mimi ameniweka kwa nafasi yangu ili nisimame, ili watu wa nyumbani kwetu wamjue Bwana. Hey.
lazima tujifunge vibwebwe, lazima tusimame tujifunga vibwebwe ili watu na nyumbani kwetu waokolewe pia. Yes. Wapo wakisikia tuko mjini, basi ni roho ya mauti inayotenda kazi, sio mpango wa Mungu wala sio kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanapanga mipango kabisa ya ajali, wanapanga mipango kabisa ya mauti, wanapiga kabisa biashara, wanaenda kwa mganga, wanasema afaa asifanye biashara wala asifanikiwe, wanaweka viapo. Bwana asifiwe sana. Wanaweka viapo afe kwa ajali, wanatoa na sadaka afe kwa ajali. Hiyo ndio namna roho ya mauti inavyofanya kazi. Ole wako ukute umefungua mlango, hauko sawa sawa na Bwana. Utakwenda maana umefungua mlango, lakini right ungefunga mlango. Ushikamane na Bwana, ushikamane na Bwana, kwa sababu ukifungua mlango watapata uhalali. Ndio maana tunakushauri ya kwamba kubali kuishi maisha matakatifu, kubali kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Usikubali kufungua mlango wako kwa uovu, maana adui atapata nafasi ya kukupiga.